Matendo ya Mtume mlango wake wa 3 mstari wake wa inasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Walikuwa wanakwea pamoja wakienda hekaluni. Saa ya kusali. Sasa nataka unisikize kidogo hapo. Hawa watumishi wa Mungu walikuwa wanatoka kuenda hekaluni, kuenda kusali. Hawapo wanaenda kwa biashara nyingine. Walikuwa wanaelekea hekaluni mwa Bwana. Amen. Maana watumishi wa Bwana, wewe ambao umemjua Mungu, siku zote unaishi kwa nyumbani mwa Yesu Kristo. Ndio sababu unamkiri yeye. Ukiamka asubuhi lazima uombe. Wakati wote mahali unakwenda lazima mtangulishie Mungu mbele. Amen. Wanatesogeza sasa. Watu wakatoka wanaenda hekaluni kwenda kusali kwa maombi. Saa ya kusali saa 9. Na maandiko inasema ni saa ya kusali ya saa 9. Sasa hapa kitu nikufundisha. Iko wakati ambao unaamka saa 9 kwenda kusali. Kuna wakati huo malaika wa Mungu anakuja kuchukua yale maombi ya saa 9. Amen. Yesu Kristo asiye sana. Kuna wakati malaika anakuja kuchukua yale maombi. Kuna wakati wale malaika wanakuja kusikiza ile ambayo unapenda ili usongeze maombi yako mbele zake Mwenyezi Mungu. Ndio sababu mtu anaamka masayala, anaamka anasimama mbele za Bwana kwanza kumwabudu Mungu. Akimaliza kumwabudu Mungu anaanza kuomba. Kwa nini? Kwa sababu kile kilicho ndani yake ni kikuu kuliko kile kiko ulimwenguni. Amen. Bwana Yesu Kristo asiye sana. Sasa maandiko yanasema wakaenda ili waende kumtukuza Mungu ndani ya hekalu. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete. Na maandiko yanasema na wakati huu kukawa na mtu mmoja. Mtu huyu alikuwa anakaa kwa mlango wa hekalu. Kiwete toka tumboni mwa. Na maandiko yanasema mtu huyu ameishi akiwa kiwete tangu kuzaliwa kutoka kwa mama. Kuna mambo nitaongelea hapa mawili. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa kiwete akawa kiwete, watu wanamchukua wanambeba wakimpeleka pale hekaluni kwa mlango ili aangalie watu wakiingia hekaluni ndio wampee fedha. Ndio aenda kule. Ndio aenda ishi jinsi ambavyo anaweza ishi kama maisha ya watu wengine. Ya pili, mtu huyu alikuwa na bebo na watu. Alikuwa anawapea kazi nyingi. Sana. Bwana Yesu Kristo asiye sana. Alikuwa anawapa kazi nyingi. Maana mtu akiamuka vizuri asubuhi, akili zake zinamupa atutashika mwenzetu tumpeleke pale kwa mlango. Kwa hivyo ilikuwa amewaachili kazi. Lakini kazi hiyo haikuwa na malipo. Bwana Yesu Kristo asiye sana. Hiyo kazi haikuwa na malipo. Maana wanachukua huyo jamaa wanapeleka pale kwa mlango mzuri. Wakifika mahali pale, maandiko yanasema kumaanisha ya kwamba huyu mtu akikucha, wakati wamemleta, wamemwacha hapo na wamekwenda, wakienda nani atakuja kumtoa hapo tena? Ni yeye atarudi tu hapo. Ipungie mkono hii kama ambao unasikia hii. Kama unaamini hiyo mambo, shangilia Yesu Kristo. Ndani ya maisha ya uwete. Leo hii unaweza ishi ndani ya maisha ya uwete kwa mambo ambayo unayafanya na kufa. Unaweza ishi ndani ya maisha ya uwete hata wakati unafanya mambo hayafanikiwi. Unaweza ishi na magonjwa hayakuishi kama huyo mtu ambaye ni kiwete. Lakini kuna tumaini katika Bwana. Yale mawazo ambayo Bwana amewazia wewe ni tofauti na yale ambayo unafikiria.
huyo jamaa kama vile mvua inanyesha namna hii. Kwa hivyo kama wale wenye walimpeleka hawataenda kumchukua, anaenda ananyeshewa mvua. Wakati wa jua inawaka wampeleka asubuhi, jua ikiwaka baada atakuwa hapo. Kwa hivyo lazima angojee wale watu ili wakuje waende wamtoe huko. Pengine huyo mtu ameenda amekuwa na kibarua anatoka 12 jioni mwenye kukuja kumchukua. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba hata yeye ataishi hapo mpaka saa 12 ya jioni. Maisha hayo tumeyakataa kuanzia leo. Maana yale mawazo Mungu ametuwazia ni mawazo mema, ni mawazo ya ushindi, ni mawazo ya mafanikio. Ile mipango Bwana ako nayo, mpango mwema juu ya maisha yako. Mwambie neighbor, ile mawazo Mungu ako nayo ni makubwa juu ya maisha yako. Uishi siku ya leo, uishi siku ya leo, mambo yaishe siku ya leo, kazi kuishe siku ya leo, kazi kuishe siku ya leo, maisha ya kuisha kuanzia leo, kataliwa kuisha kuanzia leo, kataa kukua uende kwa wakati mwingine mtu anakuwa na uwete. Yaani unaishi ukijua nikienda kwa nani atanipa shilingi 20. Maisha ya uwete. Maisha ile ya utumwa. Ndio. Maisha ya mateka. Ndio. Maisha ambayo hufai duniani. Tumeleta habari njema. Yule aliyeinua kiwete, hata wewe siku ya leo atakuinua. Hata wewe siku ya leo natusikizwa mahali popote ulipo. Wewe umeketi ndani ya kiwanja hiki, tunatangaza kuanzia leo ile uwetu utakwisha forever. Utainuka na utangaza milele, na utangaza forever. Uangaze mashambani uwete. Si ule peke yako ambaye ni lazima uwe kiwete. Unaweza kuwa uwete wa kiroho. Unaweza kuwa na uwete wa mikono. Uko na mikono lakini unashika kitu hakisikiki. Unaweza kuwa na uwete wa miguu. Unafikiria unaenda kumbe unarudi nyuma. Ni uwete. Bwana anaenda kuondoa.